Ungejisikiaje kama ukiwa na miaka 17 tu ungeweza kufanya kitu ambacho kampuni kubwa kama Apple haikutaka kifanyike? George Hotz alifanya hivyo, na hiyo ilikuwa mwanzo tu wa safari yake. George Hotz alizaliwa tarehe 2 Oktoba mwaka 1989 huko Glen Rock, New Jersey, Marekani. Na kabla hajaanza kuzungumzia AI, George Hotz maarufu kama G-Hot alikuwa tayari ameshajenga jina kubwa kwenye hacking. Akiwa kijana aliingia kwenye mifumo ambayo makampuni makubwa yalidhani ni salama. Mwaka 2007 akiwa na umri wa miaka 17 tu, G-Hot alifanikiwa kufanya kile ambacho wengi walikiona hakiwezekani, ku-unlock iPhone ya kwanza. Alitumia udhaifu kwenye mfumo wa iPhone na hardware yake ili kuondoa kizuizi kilichoiunganisha simu na mtandao wa AT&T. Kwa lugha rahisi, G-Hot alifanya iPhone iweze kutumika kwenye mitandao mingine badala ya kufungwa na AT&T pekee. Hii ilikuwa enzi ambayo iPhone ilikuwa mpya kabisa sokoni. Hivyo kitendo hicho kilimpa umaarufu mkubwa na kufanya Apple itambue uwezo wake. Lakini hapo hakumaliza. G-Hot akahamia kwenye PlayStation 3 ya Sony. Alifanya reverse engineering ya mfumo wa PS3 na kufikia sehemu za mfumo ambazo Sony ilikuwa imejaribu kuzifunga. Matokeo yake aliweza kupata uwezo wa juu zaidi wa ku-access mfumo wa PS3. Sakata hili ilimpeleka kwenye mgogoro mkubwa na Sony. Sony ilimfungulia kesi baada ya G-Hot kuposti mtandaoni taarifa na zana zilizohusishwa na ulinzi wa PS3. Kesi hiyo ilizua mjadala mkubwa kuhusu haki ya watumiaji kumiliki na kuichunguza teknolojia walioinunua. Baada ya Apple na Sony, G-Hot akaingia vita na Tesla, hasa kwenye eneo AI na magari yanayojiendesha. Alianzisha tovuti akilenga kutumia AI na computer vision kusaidia gari kuelewa barabara, kutambua mazingira na kufanya baadhi ya majukumu ya uendeshaji. Hapa ndipo G-Hot alipogongana na Tesla. Mwaka 2015 alidaiwa kupewa nafasi ya kujiunga na Tesla na kupewa jukumu la kuendeleza teknolojia ya autopilot, lakini G-Hot hakukubaliana na masharti hayo na akaamua kuendeleza wazo lake mwenyewe kupitia tovuti yake. Tesla ilikuwa ikijenga mfumo wake wa autopilot kwa kutumia timu kubwa na rasilimali nyingi. G-Hot kwa upande wake aliamini kuwa AI inaweza kutumika kutengeneza mfumo wa kusaidia kuendesha gari kwa njia rahisi zaidi na kwa kutumia vifaa vinavyopatikana kwenye magari ya kawaida. Tesla ilikuwa ikijenga mfumo wake wa autopilot kwa kutumia timu kubwa na rasilimali nyingi. G-Hot kwa upande wake aliamini kuwa AI inaweza kutumika kutengeneza mfumo wa kusaidia kuendesha gari kwa njia rahisi zaidi na kwa kutumia vifaa vinavyopatikana kwenye magari ya kawaida. Kupitia OpenPilot, tovuti ya G-Hot imeendelea kutengeneza mfumo wa Advanced Driver Assistance unaotumia kamera na AI kusaidia gari kufuatilia njia, kudhibiti usukani na kasi katika mazingira yanayofaa. Lakini G-Hot hakusimama hapo. Akaingia kwenye vita nyingine, AI hardware. Kupitia TinyGrad na TinyCorp, G-Hot anataka kujenga mfumo rahisi na unaweza kufanya kazi kwenye GPU za kampuni mbalimbali badala ya AI kutegemea Nvidia pekee. Kupitia CUDA amekuwa akisisitiza AI computing iwe accessible zaidi, yani watu na kampuni ndogo waweze kujenga na kuendesha AI bila kulazimika kutumia mifumo ghali na iliyofungwa kwenye ecosystem moja. Kutoka kwa unlock iPhone, kuvunja ulinzi wa PS3 hadi kujaribu kubadili mustakabali wa AI na magari, G-Hot ni haka na mwandishi mwenye kipaji cha pekee zaidi kuwahi kutokea duniani. Usisahau, mimi ni Faisal Omari Singa na hapa ni Donald Updates.